Asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kuzungumza kila wakati maishani mwao kwa sababu hawaijui nguvu ya ukimya kwenye maisha yao. Ukimya ni miongoni mwa vitu vyenye nguvu kubwa kwenye maisha ya mwanadamu, ambapo kila mwanadamu angeielewa nguvu ambayo ipo katika ukimya. Ninaamini kila mwanadamu angeuhusudu ukimya kwenye maisha yake. Katika video hii nitakwenda kukuambia nguvu ya ukimya ambayo wengi hawaijui. Kama na wewe ni moja kati ya wanadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Na ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, tafadhali jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni nguvu za ukimya ambazo ukizijua kuanzia leo, maisha yako yatabadilika, kwani utayabadili maisha yako kwa kutumia ukimya. Namba 1, ukimya utakufanya uonekane mwanadamu mwenye hekima kuliko binadamu wengine. Asilimia kubwa ya binadamu wanaozungumza kupita kiasi katika jamii ambazo tunaishi mimi na wewe huonekana kama watu wasiokuwa na busara wala hekima, lakini asilimia kubwa ya binadamu ambao huzungumza mara chache, mara nyingi hutawaliwa na ukimya, ni binadamu ambao huonekana wana hekima kuliko binadamu wengine. Hata katika kitabu kitakatifu cha Biblia ukisoma maandiko kwenye kitabu cha Mithali 17 mstari wa 28, Biblia imeandika, hata mpumbavu akinyamaza huonekana mwenye hekima. Unajua kwa nini maandiko haya yameandika namna hii? Ni kwa sababu mara nyingi binadamu wenye hekima huwa ni wakimya, lakini binadamu wapumbavu ni waongeaji, na mara nyingi hujikuta wakizungumza hata katika vitu ambavyo hawana ufahamu navyo. Hivyo, kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kuonekana wenye hekima kwenye jamii zao, usipende kuzungumza kila wakati. Itumie nguvu ya ukimya kwa kukaa kimya muda mwingi, na utaonekana miongoni mwa binadamu wenye hekima kuliko binadamu wengine. Namba 2, ukimya una nguvu inayoweza kuzuia migogoro baina yako na watu wengine. Miongoni mwa mambo ambayo ukijaribu kuyatazama utaona yana ukweli ndani yake, asilimia kubwa ya binadamu ambao huingia katika migogoro na watu wengine ni binadamu waongeaji kupita kiasi. Ni nadra sana kuwakuta binadamu wa kimya wakiwa katika migogoro na binadamu wengine. Yapo mazingira ambayo unatakiwa kuongea, lakini yapo mazingira ambayo unatakiwa kujilinda kwa kutumia ukimya. Kwani ukiwa mwanadamu ambaye unapenda kuzungumza kupita kiasi, utajikuta umezungumza maneno ambayo hayawafurahishi wanaokusikiliza, na mwisho wa siku utajikuta umeingia katika ugomvi, na wakati mwingine mtaingia katika migogoro na ikafikia mkaanza kupigana kabisa. Lakini ukimya utakuletea utulivu wa akili. Utajiepusha na migogoro isiyokuwa ya lazima katika maisha yako, na mwisho wa siku utabaki kwenye amani siku zote za maisha yako. Namba 3, ukimya hujenga heshima katika maisha ya mwanadamu. Asilimia kubwa ya binadamu wanaopenda kuwa wakimya katika maisha yao wanathaminiwa na kuheshimiwa na watu wengine kuliko binadamu wanaopenda kuzungumza kila wakati. Kwani wakati mwingine wanadamu wa kimya wanaweza kuheshimiwa na kila mtu ambaye wanakutana naye kwenye maisha yake kuliko wanadamu wanaopenda kuzungumza kila wakati. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kadri unavyozidi kuzungumza kila wakati, watu wanaweza kukujua kiurahisi wewe ni mtu wa aina gani, ni vitu gani ambavyo unavipenda, ni vitu gani ambavyo huvipendi, na ni vitu gani ambavyo unaviogopa. Hata udhaifu wako ni rahisi kuuonesha kiurahisi kuliko binadamu wa kimya. Ili uwe miongoni mwa binadamu wanaoheshimiwa na watu wengine, penda kunyamaza kimya baadhi ya nyakati, na kila neno ambalo unalizungumza katika kinywa chako liwe neno lenye hekima ndani yake. Fikiria kabla ya kuzungumza. Hapo utakuwa miongoni mwa binadamu wanaoheshimiwa sana katika jamii zao kuliko watu wengine. Namba 4, ukimya unayo nguvu ya kukufanya uwe binadamu mwenye maarifa kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo haulijui ni kuwa binadamu wanaotumia masikio kuliko mdomo
ni watu wenye maarifa mengi kuliko binadamu wanaotumia midomo kuliko masikio yao. Jambo ambalo unatakiwa kulielewa ni kuwa kama utakuwa mwanadamu ambaye unapenda kuzungumza katika maisha yako, hautakuwa mtu ambaye unapenda kujifunza vitu ambavyo vinazungumzwa na watu wengine, kwani ukimya huwa unaongeza nguvu ya kusikiliza, na binadamu wenye nguvu ya kusikiliza wanaweza kusikiliza mitazamo ya watu mbalimbali ambao wanakutana nao katika maisha yao, jambo ambalo huwapa uzoefu wa vitu mbalimbali katika maisha yao, lakini pia uwezo wao wa kufikiria huwa unakuwa mkubwa kuliko binadamu wengine. Na ndiyo maana hata kanuni ya kupata elimu, mwalimu anapofundisha, mwalimu anatakiwa kutumia mdomo, lakini mwanafunzi anayejifunza anatakiwa kutumia masikio, kwani masikio yatakupa uelewa wa vitu mbalimbali ambavyo vitakwenda kuyabadili maisha yako. Lakini unapozungumza, ina maana watu wengine ndio watakaojifunza kupitia wewe. Je, unatamani kuwa mtu mwenye maarifa kuliko binadamu wengine? Jifunze kutumia masikio kuliko mdomo wako. Namba 5, ukimya una nguvu ya kuleta utulivu na amani ya kweli katika nafsi yako. Binadamu wengi hawajui kuwa mara nyingi maneno ambayo unayatamka huwa yanakurudia mwenyewe. Ndiyo maana unapomtukana mtu pia anaweza kukutukana. Unapowazungumzia watu mabaya pia yatakuja ndani yako. Lakini siri ambayo unatakiwa kuijua kuanzia leo ni kuwa unapokuwa mkimya, basi ukimya utakuletea utulivu wa kweli katika nafsi yako. Binadamu wachache wanaoelewa siri ambayo imejificha katika ukimya huwa wanajipa muda wa kukaa katika eneo tulivu lenye ukimya, na baadhi yao huenda kufanya tahajudi au meditation kwa ajili ya kuhakikisha ndani yao kuna kuwa na amani ya kweli na utulivu wa nafsi. Ukimya unaweza kukuletea uponyaji kutokana na msongo wa mawazo ambao ulikuwa nao. Unaponyamaza kimya, unajiunganisha na nafsi yako, unaijua nguvu ambayo ipo ndani yako. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, penda kunyamaza kimya, kwa sababu kunyamaza kimya kutakupa utulivu wa kweli, lakini kutakufanya ujue nguvu ambayo ipo ndani yako kwa kujiunganisha na nafsi yako. Namba 6, ukimya una nguvu ya kukufunulia mengi ambayo ulikuwa hauyajui. Asilimia kubwa ya binadamu wa kimya huwa wanaweza kujifunza vitu vingi ambavyo walikuwa hawavijui kuliko binadamu wazungumzaji. Mara nyingi binadamu wa kimya wanapenda kujifunza vitu kwa kutazama ama kusikia, kwani watu mbalimbali ambao unakutana nao katika maisha yako, kupitia mazungumzo ambayo wanayafanya mbele yako ama kupitia vitendo ambavyo wanavifanya mbele yako, utakwenda kujifunza vitu vingi ambavyo vitakwenda kubadilisha maisha yako. Na mara nyingi wewe utakuwa ni mwanadamu ambaye utakuwa unafikiria kabla ya kutenda. Utakuwa mtu mwenye hekima na busara kuliko watu wengine. Namba 7, ukimya una nguvu ya kukukinga dhidi ya majuto. Asilimia kubwa ya binadamu huwa wanajikuta wakiwa katika majuto muda mfupi baada ya kuzungumza kupita kiasi, kwani kuna nyakati ambazo mwanadamu anaweza akawa na hisia za hasira ama anaweza akawa na hisia za furaha. Na hizo ni nyakati mbili ambazo mwanadamu anaweza akajikuta amezungumza maneno yasiyofaa kwa watu wengine, au anaweza akajikuta ameahidi vitu ambavyo hawezi kuvitekeleza kwa watu wengine. Mwanadamu anapokuwa na hasira anaweza akajikuta amezungumza maneno mabaya ambayo baadaye anapokaa na kutulia anaanza kuyajutia, lakini neno ukishalitoa haliwezi kurudi tena katika kinywa chako, linaendelea kuishi katika fahamu za watu ambao umewatamkia. Lakini katika nyakati ambazo una furaha, unaweza ukajikuta umeahidi vitu ambavyo unapokaa baadaye unagundua ni vitu vikubwa ambavyo vipo nje ya uwezo wako na ni vigumu kuvitekeleza vitu hivyo. Hivyo unajikuta ni mtu mwenye majuto. Lakini kama ungekuwa kimya, ina maana wewe usingekuwa mtu ambaye unajutia kwa sababu ya maneno ambayo umeyatoa katika kinywa chako. Namba 8, ukimya hujenga nguvu ya kiroho na maombi katika maisha yako. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wanaishi kiroho katika hii dunia, yani watu wanaopenda kujikonekti na nguvu ya kimbingu, ni watu ambao huwa wanajipa muda wa ukimya katika maisha yao, kwani wanapokuwa kimya, muda huu wanautumia kutafakari, kusali na kujiunganisha na Mungu.
kwani mwanadamu unapokuwa haupo katika utulivu hauwezi kujiunganisha na Mwenyezi Mungu, lakini pia inawezekana ukashindwa kufocus katika kitu ambacho unakiamini, lakini kupitia ukimya unaweza kujua dhamira ya kweli ambayo ipo ndani yako ni ipi. Hivyo hata utakapoelekeza nguvu zako katika maombi, utaizielekeza dhamira kwa kupitia nia ya kweli ambayo ipo katika moyo wako, na maombi yako yatajibiwa. Kwani wakati mwingine hata Mungu anapozungumza na wewe, ikiwa wewe ni mwanadamu mkimya, utaweza kuisikia sauti yake, kwa sababu ni sauti ambayo inakuja katika ukimya, yani silent voice. Hiyo ni sauti ambayo hautaisikia kwa masikio ya kawaida, bali kwa kutumia masikio ya kiroho ambayo asilimia kubwa utayakuta katika ukimya na utulivu wa hali ya juu. Namba 9, ukimya huongeza mamlaka na nguvu ya sauti yako dhidi ya watu wengine. Ulishawahi kujiuliza, kati ya binadamu waongeaji na binadamu wa kimya, ni wapi sauti zao huwa zinakuwa na mamlaka katika maisha ya watu wengine? Kama wewe ni mtafiti, utagundua binadamu wa kimya ni watu ambao wanaposimama na kuzungumza, sauti zao huwa zinakuwa na nguvu na mamlaka katika maisha ya watu wengine, kwani hawa ni watu ambao huzungumza mara chache, na wanapozungumza watu hutoa mwitikio kwa uzito kuliko watu waongeaji wanapokuwa wakizungumza. Hivyo ukimya huipa thamani sauti yako kuliko unapokuwa muongeaji kupita kiasi, na ndio maana hata viongozi wengi, ili waweze kuwa na mamlaka ya kweli katika maisha ya watu wengine, si watu wanaopenda kuongea kila wakati. Na mara nyingi binadamu hao wanapoenda kuzungumza huwa wanaiandaa hotuba ambayo wanakwenda kuitumia, tena ni hotuba ambayo inakuwa katika mfumo wa maandishi, ili wanayoyazungumza yawe ni yaliyojaa hekima na mamlaka ya kweli katika maisha ya watu wengine. Na asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wanapenda kufikiria kabla ya kuzungumza, ndio maana sauti zao huwa zinakuwa na mamlaka kuliko binadamu wengine. Namba 10, ukimya una nguvu ya kukufanya uwe mwanadamu mwenye furaha kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mwanadamu ambaye ni mkimya huwa ni ngumu sana kuingia kwenye migogoro ya mabishano na watu ambao anakutana nao katika maisha yake. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, kama wewe ni binadamu ambaye unatamani kuwa na amani na furaha moyoni mwako, kuwa mwanadamu ambaye unakuwa mkimya kila wakati, kwa sababu ukimya utakuepusha na mabishano yasiyokuwa na tija, na wakati mwingi utajikuta unashinda hoja bila hata kubishana. Lakini pia ukimya utakulinda dhidi ya mabishano ambayo yataleta migogoro na uadui baina yako na watu ambao unabishana nao, kwani nimewahi kushuhudia mara nyingi sana katika maisha yangu watu wakipigana kwa sababu ya mabishano ambayo walikuwa nayo juu ya jambo fulani. Wewe utaweza kuyaepuka yote hayo. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.